Nikaenda kaona daktari ule alikuwa anamtibu, nikapoka appointment. Ulikuwa siku moja, ilikuwa siku kama ya Tuesday. Nikaenda nikawaona, walikuwa mkutano ya madaktari kama 8. Wakaniuliza wewe ni nani? Kawaambia mimi ni ule kijana, ule mama ako pale kitanda fulani, ule mnasema roho yake ni mbaya, hakuna heart failure, kidney failure, lungs failure, almost the organs zote ziko zimesimama. Haleluya. Nikawaambia nataka mniambie neno moja, kama atakufa au kama ataishi. Haleluya. Daktari waliniangalia hivi wakaniambia, sisi daktari huwa tunatibu, Mungu ndiye anaponya. Nikahesabu dawa zote zile zimetumika na zile wataendelea kumpa. Ule daktari mkubwa akaniambia, unajua ni vyema kuunderstand hiyo, tumechanganya hii antibiotic na hii ya the best kutibu huyu, ndio iweze kufanya isukume, ipate nguvu ya kusukuma, ndio damu ifike kwa lungs. Lungs nazo zimefeel, inashindwa damu ikipita kwa lungs, hakuna oksijeni ya kutosha inaingia. Kwa hivyo wakati ule inapelekwa kwa kidney na what have you, still inakuwa na shida kubwa sana kidney zote. The percentage ile kidney sana inafanya kazi naye ni ya chini sana. Haleluya. You know vile waliniambia weka tu tumaini, maybe mama yenu atafufuka. Niliondoka nikaenda, tumeambia imani na tumaini, hata kama kitu kimeharibika. Nilienda, nakumbuka ilikuwa siku ya Tuesday pale Chogori Hospital. Hospital hata nikipita pale huwa nakanyanga place kidogo, naambia Jehova, niliona Mungu katika hiyo hospitali na nimemwona katika njia 2-3 hiyo hospitali. Haleluya. Wakati ule nilienda nikainua macho yangu nikaambia Jehova, kumbuka leo ni siku ya Tuesday, niko supposed kuwa kanisani, lakini saa hii Baba niko hapa kwa ajili ya umama. Mungu akaniambia neno moja, nitamuongezea miaka 15. Enda, pumzi yako inatosha, nenda mpulishie pumzi yako na utaona kile nitatenda. Nilienda mpaka pale nikaambia yule nasi, nikasema na mama Soro, hebu nipeleke kwa yule mama ako pale. Akanipeleka pale, nikampulishia pumzi yangu kwa uso, nikaona amefungua macho, akanisalimia, akaniuliza ulikuja lini? Yeye amemaliza wiki 3 hospitali, lakini anaona kama jana. Haleluya. Akaniuliza nani amenileta huku, ni wapi? Nikamwambia huku ni Chogoria. Nilimchukua akiwa maututi, akiwa hospital moja kubwa sana huko Meru, sitaki kuitaja. Haleluya. Akaniuliza nimekuja huku namna gani? Nikamwambia tulikuleta huku wiki 3 zimeisha. Akaketi, nasi akaenda akaita daktari, akaangaliwa. Mimi nikatoka nje, daktari wakaondoka, wakaenda, wakarudi kwa masaa ingine jioni, wakaniita kabla hujatoka kwenda miti. Wakaniuliza, kwani ulikuwa na dawa ya mama yako? Jina la Bwana liinuliwe. Sikutaka kuambia nini, nikawaambia nilimeenda tu nikamwombea. Jina la Bwana liinuliwe. Daktari mmoja akaniambia, hiyo imani yako nimeipenda. Nikaambiwa mama yako vile tumemwangalia, wacha tumwangalie usiku, kesho nitie hapa muende na mama yako. Haleluya.
mama yangu alikuwa amepona. Tukaenda tukalipa everything, tukaondoka tukaenda. Wacha nikwambie, shetani ni mjanja. Kufika Embu town, kuna gari moja ilikuwa imebeba pesa na ile escort ilikuja ikagonga mlango pale hospitali ya Chogoria pale, iligonga mlango yangu, ikasimamisha gari, nikashindwa kushuka, nikafunguliwa ingine nikatoka. Nikamuuliza ni nini, akaniambia pole sana, pole sana. Haleluya. Mimi unajua ni vyema sometimes tunaelewa vitu vingine vina happen kwa nini. Nikaona kitu ya kwanza, mlango nikusukuma tu, utaenda nisukume. Haleluya. Nilijua mimi huyo mtu hana makosa hata kama alinigonga. Ni ile pepe ya kifo ilikuwa inataka mikosi, ni mimi nimeokoa the late nikufe, na ndiye iligonga mlango wangu. Nikamwambia lazima tuandikanie. Haleluya. Sababu gani? Nilikuwa naomba aende abadilishe statement. Tukaandikania haraka. Ndio ilikuwa siku yangu ya kwanza kupata ajali ya gari nikiendesha. Tukaandikania wakati tumeandikania, driver akajaribu kuongea mambo mabaya. Nikamuuliza, sasa bro, wacha kuongea maneno mabaya. Gari yako iko safe, mimi niko safe, yangu iko safe. Kwanza ni mimi nastahili niongea vibaya? Ya tatu, wewe ndio umekuja upande wako. Wale askari wakamwambia, wewe achana na maneno mengi. Jina la Bwana liinuliwe. Nataka kukuambia hivi, tuwekeni tumaini na imani. Haleluya. Na ndio kwa ajili ya hiyo Maadhe Berit alikaa miaka 20, alimaliza yake 15, akarudi, Mungu akamwongeza ingine 5 mtop. Jina la Bwana liinuliwe. Tuwekeni imani kutoka leo. Haleluya. Mimi nilikuwa na akani, sikuwa najua ndiye atahubiri, nilikuwa tu ninastaka kujua ni nani atahubiri, isije kusema ni mimi napeana the message. Mimi si Roho Mtakatifu. Haleluya. Amehubiri vizuri sana. I think everybody amesikia, amejengeka, si ndio? Wewe umepoteza imani, weka imani. Hata kama maneno yameharibika. Haleluya. Hata kama unaona hakuna kitu inaendelea, weka tumaini na tutashinda Jesus name. Hakuna mahali hakuna majaribu. Majaribu kwa kila mahali, my friend. Kila mahali. Ni vile tunajaribiwa na mambo tofauti. Amen. Kuna yule pesa ni nyingi sana, lakini ni mgonjwa. Kuna mwingine naye kwake saa hii kumeharibika, wako na pesa nyingi sana na si wagonjwa, boma yake imeporomoka. Kuna mwingine saa hii kwake ni kusuri sana, hakuna shida na hakuna mgonjwa, hakuna nini, lakini mama yake amekufa. Everybody akona majaribu tofauti. Na hakuna jaribu iliyo nzito kuliko lile lingine, na hakuna jaribu lililo ndogo kuliko lile lingine. Yote iko sawa. Haleluya.